Unajua makosa mimi nilifanya na Mithika Linturi na niliona Linturi akiomba msamaha. Hata mimi nataka kuomba msamaha. Makosa mimi na Linturi tulifanya ni kuamini William Ruto. Kwa sababu sisi ni Wakristo. Kama mimi ni bwana ya pasta. Na mtu yeyote anakuja kwangu na Biblia na kusema ameokoka, mimi namuamini. Huyu William Ruto nilimwamini, Linturi alimwamini. Sisi tulienda kali bila chama, tukaenda harusi na gari ya mtu mwingine. Na hapo ndio alituchenga. Tena hakuna kitu tuliandikania na yeye. Sisi tulimwamini. Lakini yeye hakuwa mwaminifu. Alituchenga. Alipoifika akaingia. Akaanza kutukula moja. Wacha nikuambie kitu moja alitufanyia. Na ni mzuri niambie watu wetu wa Meru na watu ya Mlima Kenya na watu ya Kenya. Tulikubaliana zile nafasi atatupatia za mawaziri. Interior akapatia Kindiki, tukasema tumeshukuru. Agriculture akapatia Linturi, tukasema tumeshukuru. Biashara akapatia Kuria, tukasema tumeshukuru. AG akapatia Muturi, tukasema tumeshukuru. Maji akapatia Alex Wahome, tukasema tumeshukuru. Akatupatia ile yote tulikuwa tumeagana, lakini akatuchenga. Pale chini yake akaweka PS watu ya kwao. Unasikia? Yeye haongei na watu yangu kama huyu Linturi. Kama kuna mtu ametumika vibaya na hii serikali ya William Ruto ni Mithika Linturi. Mithika Linturi alikuwa anaona watu wamefutwa kazi Friday na yeye ndiye amesign na yeye bado sign mwenyewe. Sasa ukiona pale Central Bank alituwekea Kamau Fuge. Hapo chini yake ameweka Koech. Ameweka mama anaitwa Koech. Huyo ndio mwenye kusema. Sasa huyu Kaja amemwekea Lang'ata hapo chini. Ndiye mwenye kusema. Alex Wahome amewekea mtu anaitwa Nixon Korir. Yeye ndiye mwenye kusema. Huyu kijana wetu waziri wa Meru anaitwa Kareithi amemwekea Korir hapa chini yake. Huyu William Ruto hakuna mtu ambaye si ya kabila yake anafanya kazi naye. Yeye anakupatia kiti pale juu, lakini chini yake anakuwekea mtu ya kabila yake. Yeye anafanya kazi na huyo mtu. So ile kazi hii yote alinichenga, akaniwekea watu wale wanaitwa flower girls. Wako tu pale, hawana nguvu, hawana chochote, hakuna kitu wanaweza saidia wewe nawe. Haya matamshi yako uoni ni kama kwamba yanachochea dhidi ya kabila fulani? Hakuna kabila, tunaongea mambo ya ukweli. Unajua ukweli lazima usemwe. William Ruto ana shida akisema Rigathi Gachagua ni mkabila. Parastatus ya Kenya ameweka watu ya jamii yake 72 CEOs katika Kenya. It is on record. Sasa nikisema hiyo ni kuchochea nini? Yeye ana shida kwa mikutano, mimi sitaki ukabila. Hawa watu kina Gachagua ndio watu wako na ukabila. Mwenye ukabila Kenya ni William Ruto, kwa sababu au parastatus zetu zote 72 amepatia jamii moja watu yake. Na hawa watu ndio wanafanya kazi na hawa wengine wetu. Huyu Kareithi, huyu waziri wa maji juzi Mureithi alikuwa amewekwa kwa listi ya kwenda China, kulikuwa na mambo ya maji. Aliwachwa akaenda na Korir ambaye ni PS yake. Na hivyo ndivyo William Ruto anafanya kazi. Hakuna mtu ambaye si ya jamii yake ako na msemo katika serikali yake. Wajua sasa wewe mtu anajiuliza ulikuwa wapi ambapo ama PS wanawekwa ambao utasema ndio powerful kuliko sasa si nikwambia alinichenga mimi. Si ameniwekea waziri Linturi, mimi nimefurahi. Lakini amenichenga pale chini, ameweka mtu anaitwa Engineer Rono. Huyu ndio anafanya kazi na yeye. Linturi tu ni mtu tu ya kukaa, anatembea na bendera, ako pale, hakuna kazi amepewa, hakuna kitu ana sign, nguvu yote amepea PS ambaye ni mtu yake ya nyumbani. Unasikia? Na hapo ndio mimi tulianza kukosana na yeye. Kwa sababu mimi ni mtu ya kuchaguliwa. Nilianza kumuuliza maswali. Kama sasa siku moja hapo Igembe North. Huyu Kindiki alikuwa waziri wetu wa usalama. Amefanya kazi mingi sana huko Boni Forest. Ameenda Shakahola na shida huko. Ameenda Baringo, ameenda Pokot, amepeleka jeshi huko, amepeleka operation. Watu kazi inafanywa mingi sana. Lakini Igembe hakuna kazi inaendelea. Nikaita Kindiki na nikaita Kome. Nikamwambia Kindiki, mimi ni Mumeru. Wewe ni Mumeru. Wewe Kome ni Mumeru. Imekuaje wewe Kindiki mnaenda kufanya kazi Pokot, mnafanya Baringo, mnafanya Boni, watu wetu wanauawa. Mimi sisemi msifanye kazi Baringo, fanyeni Baringo, fanyeni Pokot, lakini pia mfanye Meru. Unasikia? Kwa nini ile nguvu unaweka Pokot? Ile nguvu unaweka Marakwet. Ile nguvu unaweka Samburu.
ya kung'ang'ana na magaidi wanaumiza watu. Kwa nini wewe na ni waziri wa usalama, wewe ni inspector general, watu wa nyumbani wanaumia na mimi niko hapa tukiongea tukiwa watatu? Baadaye rais aliniita akanisomea sana. Kindiki alienda akanishtaki. Akaniita akaniambia, wewe Rigathi, mbona unasomea waziri wangu unamwambia apeleke askari Meru? Wewe uko na ukabila sana, wewe ni mjinga sana. Wewe usiingilie kazi ya usalama. Nikamwambia rais, kwani hao watoto wa watu wa Meru hapana wa Kenya? Kwani hao ni watoto ya nani? Hapana watoto ya mama. Ile nguvu umeweka Pokot ya kusaidia watu ya Pokot kwenu. Ile nguvu umeweka kusaidia watu ya Marakwet. Ukitumia huyu Kindiki, amesaidia Samburu, amesaidia Pokot. Bona yeye na ni mtu ya hapa Meru, wa Meru wanauawa. Na wewe rais ndio unamwambia saidie kwenu na hasaidii kwetu. Mimi nikiwa naibu wa rais nilichaguliwa na wewe. Mimi nilienda Meru nikakutetea. Nikifika Meru watu wananiuliza maswali. Na watu wananiuliza maswali. Wewe ni naibu wa rais. Waziri wa interior ni Kindiki. Inspector General ni Kome. Mbona tunauawa? Na mbona tunaona kazi inafanyika Pokot? Tunaona kazi inafanyika Marakwet. Ndio rais alikuwa anasema mimi ni mkabi. Lakini mimi Martin ningeambia nini watu ya Meru wakiniuliza swali? Wakiniuliza wewe Rigathi, tulikuchagua, ulituambia tuchague William Ruto. Bona sisi watu ya Meru tunauawa? Bona hakuna operation katika Ilembe? Bona operation inafanywa Samburu? Bona operation inafanywa Marakwet? Bona operation inafanywa Pokot? Hapa Meru kwa nini hawezi fanywa operation? Na waziri ni mtu ya hapa, Inspector General ni mtu ya hapa, wewe naibu wa rais ni mtu ya hapa. Sasa huyu Kindiki kwa sababu akaenda akanistaki kwa rais. Sasa rais akaniita akanisomea nikanyamaza. Sasa mimi hakuna kitu kingine mimi ningefanya, nikakwama mpaka leo as we speak. Yeye ni deputy president. Watu watatu wameuawa. So nani atasaidia hii wa Meru? Hao wabunge. Sasa nimesikia rais ameita Wednesday, baada ya Linturi kuja hapa na kusema wataungana na sisi. Rais ameshtuka, amesema atafutiwe viongozi 500 siku ya Jumatano. Na hao wabunge ndio wamemwambia rais huyu Linturi ataharibu Meru. Sasa wewe tusaidie, tulete wazee na wale watu wako na msemo waongeleshe watu tutengenezee Meru. Mimi nataka kusema hao wabunge wetu 10 pamoja na senator, nataka kuwaomba mkienda kwa rais siku ya Jumatano, msiende pale praise and worship kusema yesa mkiwa na Kindiki. Mfike pale muambie rais ya kwamba alipigiwa kura na watu wa Meru. Na watu wa Meru wamekasirika, wanauawa kama kuku na wamekosa usaidizi kutoka kwa serikali. Na watu wa Meru hawatakubali tena kuuawa kama kuku, na hawa wanalipa kodi na hawa walimchagua kama rais. Wademand kutoka kwa Rais William Ruto aamurishe operation katika county jirani kurecover zile ng'ombe ambazo zimepotea. Unafikiri wanaweza mwambia hivyo kweli? Hawawezi. Sasa hiyo ndio shida. Na ndio mimi nataka kuambia watu ya Meru, au wabunge hakuna kitu wanaweza kumwambia rais. Wataenda pale, niliona mwingine anainama kwa rais karibu anagusa chini. Niliona mwingine amepewa kazi juzi governor anaita rais ati baba yetu. Sasa hiyo ndio maneno imeturudisha nyuma. Na mimi ndio rais hakunipenda. Na ndio alinifukuza kwa sababu mimi sikia Martin. Mimi nilikuwa namwambia rais, sisi tulikuchagua. Wewe ulituahidi mambo fulani. Hujafanya, utafanya siku gani? Wewe hapana kuja kudanganya sisi tufanyie. Sasa hao watu wanaenda kwa rais. Mimi nataka kuwasihi. Tunataka wakitoka huko Wednesday, rais atangaze operation katika county jirani na Meru ya kurecover zile ng'ombe ya Meru imeibiwa na kusimamisha fifo katika watu wa Igembe, watu ya Bori, watu ya Tigania. Lakini kama tu wataenda kuchukua pesa, kwa sababu huko ni pesa inapeanwa. Huko pesa ni mingi sana Martin. Sijui kama ulipata kitu siku ulikuwa hapa State Lodge. Huko pesa ni mingi na inapeanwa. Wasiende huko kupeleka tumbo zao. Pesa wachukue, hatukatazi hao kwa sababu tumbo zao ni kubwa, wanataka kukula, wakule. Lakini wafanye haki. Watetee watu wa Meru. Na mwambie rais awache kufuta watu wetu kazi. Kwa sababu sisi tulimchagua na tulikuwa na makubaliano na yeye ya kwamba watu wetu hataumia. Na kwa hivyo wakienda siku wataenda waende na ajenda ya watu wa Meru. Mheshimiwa Rigathi, wewe ulikuwa unaketi kwenye cabinet